serere hu, serere hu. Hu, serere hu, serere hu. Shoga, mambo yote yameharibika. Mambo yote yameharibika. Hebu njia kwanza. Mbona uko kaeka hivi? Hebu nielezee kwa uzuri. Shida ni nini? Ile data tulachukua juzi kwa mganga. Nimeweka ndani nakwambia sijaikuta mpaka sasa hivi sijui imeenda wapi. Sijui. Uliwekaje wakati mganga alikwambia uweke vizuri watu wasione? Nimeingia, nimerudi nimeweka dawa chini ya mto lakini narudi nakuja kuiangalia siikuti. Tena toka nje tunarudi ndani dawa siikuti. Mungu wangu. Hapa hatuna jinsi cha kufanya vitu rudi kwa mganga. Kwa mganga tena? Ndio, yeye ndo msaada wetu. Unadhani atatusaidia nani kama sio yeye? Basa, imadi tu mimi unisaidie. Maana sielewi. Haya, nisubiri kwa nikajiandaa tuondoke. Sasa fanya haraka. Hao ndio napitia kwa sasa hivi. Lakini mbaya zaidi, jana wakati naenda kazini, nilibeba nyaraka zangu nasema nazipeleka ofisini. Ghafla tukijana kama watatu kuja kunivamia. Nikajua kama masihara tu, ninauliza shida nini? Nataka kuondoka tu, wanivamia, nataka kunishika. Ani radi ilipotokea tasijui. Mwanga si mwanga na sijui umetokea katika mwili wangu au umetokea wapi. Na aliposambaratika wale vijana hata sijui. Sijui kitu gani ambacho kinachotokea. Mwanga si mwanga. Hujui kama ni radi ama ni ghafla watu wamepotea. Mbona story yako inakuja alafu inakataa? Walijuaje kama wewe una nyaraka? Walijuaje kama wewe una nyaraka? Mimi sijui kwa sababu mimi najua ni mtu mmoja ambaye nawasiliana naye na mtu ambaye nafanya naye kazi siku zote. Ni mmoja tu zaidi yangu. Na naamini hawezi kufanya kitu. Ila kuna mtu ambaye ananizunguka tu hapa hivi. Don't trust anyone. Ele. Zingine kwa Ninazo na baki nazo. Kuna mtu ni muhimu sana nitakupigia simu. Atakuja kuzichukua. Alafu nahakikisha kwamba zitafika vizuri sana. Hakikisha kila kitu hakielewi na wala hatakujua mtu yote baina yetu. Kwa sababu tayari kuna picha ambayo unaiona kwa sio nzuri na pia. Serere hu, serere hu. Hu, serere hu, serere hu. Wewe, mbona nitolea macho hivi? Kuna shida gani? Naona unatapatapa sana. Mara kwa waganga, mara kwa rafiki yako. Lakini kumbuka humu ndani stoki. Bila kupata hazina yangu, humu ndani stoki. Na ole wako haya maneno uje umwambie wewe mume wako. Nitakufanya kitu hamna. Kingine, na wewe binti yako sijui Olefa, sijui ni binti yako sijui ni nani. Mwambie akae mbali na huo moto. La sivyo, nitateketeza hii familia. Kwani mimi na familia yangu pamoja na yule mtoto amekukosea nini? Naomba tuache basi tuishi kwa amani. Ndio hivyo nishakwambia. La sivyo, nitateketea humu ndani.
Tina, mbona kama upo sawa rafiki yangu? Toka nimekuja hapa uonyeshi kunichangamkia, unaonekana ni mtu mwenye msongo sana wa mawazo. Nini shida rafiki yangu? Sema kweli sipo sawa kabisa. Sipo sawa. Kuna mwanaume nampenda, lakini mjomba hataki hata kumsikia, hataki hata kumuona. Ni mwanaume ambaye hisia zangu zipo kwake. Sasa kama mjomba wako hamtaki, ni unang'ang'ania kumpenda? Si ungetafuta kijana mwingine ambaye atatakiwa na mjomba wako? Shida sio kutafuta mwanaume mwingine. Shida nasikiliza moyo wangu unasema nini. Unaopenda ni moyo, zinazozungumza ni hisia. Macho yanafanya kuona na kutamani tu. Nampenda sana kicheko, lakini mjomba amekuwa kipingamizi. Hamtaki, hataki niwe naye, lakini ndo mwanaume ninayempenda. Nampenda sana na sielewi inakuwaje. Sikujua mapenzi ni bahari, nikaogelea bila kujua kina. Pole sana rafiki yangu, naelewa maumivu ya mapenzi, naelewa sana, lakini ungejaribu kukaa na mjomba wako mzungumze. Jaribu kumwelezea, huenda akaelewa hisia zako. Naweza nikazungumza naye, lakini mjomba wangu namfahamu. Akishang'ang'ania kitu, basi anataka kiwe kama anavyotaka, na ameshindwa kutambua kitu gani binti yake napenda. Naishia kuumia tu. Nilitoa yote bila kuuliza, nilikuweka juu kuliko ndoto zangu, nikajisahau. Naelewa maumivu ya mapenzi rafiki yangu, lakini nimelimisi lile tabasamu lako, mcheshi wako. Nilitoa yote bila kuuliza, nilikuweka juu kuliko ndoto zangu, nikajisahau, nikaita mapenzi. Vipi? Safi tu bwana. Najua umechoka mume wangu, lakini na maongezi nayo japo kidogo. Sawa. Kuna siku urudi kutoka kazini ukiwa unakimbia na unaonekana ukiwa na wasiwasi sana, na nimejaribu kukuuliza karibia mara 2, kwa unanijibu kwamba tutaongea. Sikuwa sawa ile siku, na ndio maana ukaona niko vile. Wakati nipo njiani narudi nyumbani, kuna vijana wawili walinisimamisha na walikuwa nakuulizia wewe. Vijana? Ndio. Unaelekeza nyumbani? Hapana. Hata ile siku ambayo unakimbia, wewe ndio ulimkimbiza. Wakidai unataka hizo haraka. Lakini umefanya vizuri sana kutowaelekeza hapa nyumbani. Sasa haya mambo yote yanatokana na nini? Hata mimi sijui. Kwa hiyo soon nitapata fumbuzi.
Sasa kwa nini kuniambia mapema muda wote? Lakini si vibaya, lakini jambo unalofanya ni zuri sana, hata mimi nalipenda, na ulitakiwa kusema mapema kama una uwezo kiasi hicho. Alafu mimi nikupa na kuchukulia poa sana, kumbe una uwezo wangu, na Mungu aendelee kukusimamia hivyo hivyo. Hamna anko, haya yote nafanya kwa sababu unaishi na mimi vizuri, unanipenda, unanijali, na ndio maana nipo tayari kufanya chochote ili kukulinda anko wangu. Sasa kwa nini uko unajificha kwa kipindi chote hicho? Anko, nilikuwa tayari nishapanga muda maalum wa kuja kukufuata na kueleza ukweli wote kuhusu mimi. Sawa, kwa vile unasapoti kuwasaidia binadamu wenzio, basi hata mimi nakuunga mkono. Niko tayari kuwasaidia binadamu wenzangu, na niko tayari kukusimamia kwa lolote lile. Sawa mwanangu? Sawa anko. Olefa, Niambie auntie. mambo mengi sana mabaya ambayo nimekufanyia, na nilikuwa nakuchukia sana, ila naomba unisamehe. Japokuwa nimefanya vitu vyote, mimi bado nitaendelea kubaki tu shangazi yako. Auntie, usiwe na shaka juu ya hilo. Mimi nimeshakusamehe muda mrefu sana, hivyo kuwa na amani. Alafu kuna kitu nataka nikuulize. Ni kipi kinaendelea huko ndani? Ni kweli auntie, kuna kitu kinaendelea huko ndani kuhusu mimi na huyu binti Kabula, na hicho kitu kinahusu hazina. Usichokijua auntie, mimi ni mmiliki wa hazina hiyo. Yaani inamaanisha nina nguvu na nina power ya kuweza kuwasaidia watu, na anayetaka hiyo hazina ni huyu binti Kabula, na siko tayari kumpatia hazina hii hata iweje. Yaani inamaanisha hii hazina itabaki katika mikono yangu. Sasa anko anajua kitu chochote? Ndiyo, anko anajua. Sawa, nimekuelewa. Asante. Olefa! 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 Asante Kalesa. Olefa, kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Sawa? Umefikia wakati sasa wa kutukabidhi hazina yetu, kwa maana kazi tuliyokupatia imeshafika mwisho, na maagizo haya nimepewa na Mzidole mwana wa Mazinde kuhakikisha hazina hiyo inarudi mikononi mwangu na tunaenda kuikabidhi miungu. Sawa, nimekuelewa.
jajaru jaru ro jajaru, umenita nimekuja mwalimu jajaru, mulo nayo munambie ro jajaru, jajaru ro jajaru, jajaru ro jajaru, umenita nimekuja mwalimu jajaru, mulo nayo munambie ro jajaru, jajaru ro jajaru, jajaru ro jajaru, umenita nimekuja mwalimu jajaru, mulo nayo munambie ro jajaru. Naona mnajisumbua sana. Hiyo hazina iendi popote pale isipokuwa kwangu tu. Asante. Eti hiyo hazina iendi popote pale isipokuwa kwangu tu. Hivi unajua hiyo hazina maana yake nini? Sikiliza nikwambie, we jini mchafu, hiyo hazina haiwezi kuja kwako hata mara moja. Na nikwambie tu, mimi huwa sitishwi na mikwala na sipigiki kifara, mikono vululu kama chidi wa Ilala. Shenzi dasa. Acha kuongea sana, unajisumbua bure. Ninachotaka ni hiyo hazina. Sikiliza wewe nikwambie, hiyo hazina haiendi kwa majini wabaya hata siku moja. Halafu chezea wote, lakini sio ngonde Kimamula. Nishavuka maji ya shingo bila makende kuloa. Huwezi kunitisha we mtoto mdogo sana, hata ubwabwa wa koo tu hauja kutoka. Kama unabisha jaribu, au kama unaweza nipe mkono tushindane. Tina. Abe. Mazingira ya leo hayapo sawa. Naona hanga kabisa hazieleweki. Kila mahesabu ninayoyapiga mjomba hayaendi. Inaonekana mbele kuna hatari sana inaweza kaja kutokea. Sasa nakuomba binti yangu, kaa ndani usitoke kwenda popote. Sawa mjomba? Nimekuelewa mjomba. Fanya hivyo. Usizurure kwenda popote. Sawa? Sawa. Miti 9 wa 90, miti 9 wa 90, mingine dawa, mingine inaua. Miti 9 wa 90, miti 9 wa 90, mingine dawa. Asante Kalesa.
Hapana